Kama umeumbwa mwanaume katika dunia hii, basi tambua ya kwamba kuumbwa mwanaume sio kazi rahisi hata kidogo. Na hii ni kutokana na majukumu mazito ambayo Mwenyezi Mungu ametubebesha sisi wanaume, ya kuwa sisi ndo wasimamizi na walezi wa familia zetu. Pamoja na uwepo wa majukumu mengi ambayo yanamkabili mwanaume, kama vile kuhudumia familia, kusomesha watoto, kuhakikisha familia inavaa vizuri na kadhalika. Pamoja na majukumu yote hayo yanayotusibu wanaume, lakini bado pia unatakiwa kuhakikisha unampa furaha mke wako. Je, unafikiri hiyo ni kazi rahisi? Huenda ndio maana wanaume tunakufa mapema. Anyways, jambo hili la kumfurahisha mwanamke, wengi katika wanaume wamekuwa wakilipuuzia na kuona kwamba ni jambo ambalo halina umuhimu, na hivyo wanaume wengi kujikuta wakiwa bize katika utafutaji wa pesa, bize katika kuhudumia familia, huku wakisahau jukumu hili kubwa kabisa ambalo nalo pia linamhitaji kwa kiasi kikubwa, jukumu la kuhakikisha mwenza wake anapata furaha na anaenjoy maisha ya ndoa. Na ndio maana Dr. Rajabu akaona akuletee somo hili lenye kukueleza njia 10 za kumpa furaha mke wako au kipenzi chako, ili uweze kujifunza baadhi ya mambo yatakayokusaidia wewe mwanaume kuhakikisha penzi lenu linadumu, na sio kudumu tu, bali linakuwa lenye kutawaliwa na furaha na amani ndani yake. Kama bado hujasubscribe channel hii ya Mpangalala Herbal Clinic, basi hakikisha una subscribe ili kila tunapotoa masomo kama haya uwe wa kwanza kuyapata. Jambo la kwanza, anapopendeza au kunukia, msifie. Tafiti zinaonyesha kuwa wanawake hujihisi vizuri zaidi wanaposifiwa, hasa linapokuja swala la muonekano wao wa nje. Kuwa na utamaduni wa kumsifia mke wako pale utakapoona kapendeza. Umerudi nyumbani, unakuta mwanamke kajiremba vizuri kwa ajili yako, badala umsifie hata kidogo, baby leo umependeza. Badala yake, unafika tu, kitu cha kwanza unachouliza ni mama fulani umefungia bata? Huwa napenda kusema mara kwa mara kwamba utakaposhindwa kumsifia mke wako au mpenzi wako, wapo wahuni watakaomsifia na kumnasa kirahisi. Sikia mwanaume mwenzangu, kiasili wanawake wanapenda sana sifa. Ndio wameumbwa hivyo na Mwenyezi Mungu. Sifa zinaimarisha mahaba baina yako na mke wako. Siku moja mwambie, mke wangu, hii nguo imekutoa? Mke wangu, hiyo perfume umenunua wapi? Mbona inanukia vizuri hivyo? Na sifa nyinginezo nyingi ambazo unazijua. Jambo la pili, mshukuru kwa vitu vidogo vidogo anavyovifanya au kukufanyia. Hebu chukulia siku moja umepita mjini, ukakutana na kanguo kazuri sana. Ukasema ngoja nimchukulie haka kanguo mama watoto. Ukiwa na matumaini makubwa ataipenda na atakushukuru. Lakini unaifikisha nguo, anaipokea na hakwambii chochote zaidi ya kuendelea na mambo yake. Hebu niambie, utajisikiaje katika hali kama hii? Je, utapata hamasa ya kununua nguo siku nyingine? Jibu ni hapana. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa mwanamke. Kuwa na utamaduni wa kushukuru kwa mambo madogo madogo anayokufanyia. Siku amepika vizuri, mshukuru na kumsifia. Amekuletea zawadi, mshukuru hata kama ni zawadi ndogo. Kuna nguvu kubwa sana ya mapenzi katika shukrani. Jambo la tatu, mtumie kadi au meseji za kimapenzi. Kutokana na maendeleo ya teknolojia na uwepo wa simu, utamaduni wa watu kutumiana au kupeana kadi unaenda kupotea. Lakini kadi ina nguvu kubwa sana katika kuongeza mahaba baina yako na mwenza wako. Nenda stationery, nunua zile kadi za kimapenzi nzuri, andika kaujumbe kazuri ndani yake na umtumie, na kama yupo nyumbani mpelekee. Ina nguvu sana katika kuboresha mahusiano. Umeshindwa kabisa kumpelekea kadi, basi jitahidi mara moja kumtumia meseji za kimahaba uwapo kazini. Meseji pia zina nguvu sana katika mapenzi kuliko hata kupiga simu. Jambo la 4, msaidie kufanya kazi ndogo ndogo. Wanaume wengi kutokana na ubize tulionao, tumejikuta tunakuwa wavivu sana katika kuwasaidia wake zetu baadhi ya majukumu madogo madogo ya nyumbani, pasi na kujua kwamba ni kitu chenye nguvu kubwa katika mahusiano ya ndoa. Siku moja amka asubuhi, muandalie kifungua kinywa. Ukipata muda,
chukua nguo zake ndogo ndogo, mfulie, lakini pia safisha nyumba na kazi nyingine ndogo unazoziweza, msaidie. Jambo hili lina nguvu kubwa sana katika mahusiano yenu. Jambo la 5 ni kumbato na busu la kimapenzi. Hebu nikuulize swali, mara ya mwisho kumkumbatia mke wako ilikuwa ni lini? Je, mara ya mwisho kumbusu mke wako nje ya tendo la ndoa ilikuwa ni lini? Utamaduni huu kwa nchi zetu za Kiafrika ni adimu sana, lakini kimsingi una mchango mkubwa sana katika kuboresha mahusiano. Wewe jaribu, utaona matunda yake. Jambo la 6 na la mwisho, rekebisha alichokuomba urekebishe. Kuna vikero vidogo vidogo ambavyo wanaume huwa tupo navyo. Mwanamke anakuambia usiweke nguo kitandani, usiweke nguo kwenye masofa, lakini kesho anakuta umeweka nguo kitandani, tena nguo zako za ndani kabisa. Kwa kawaida hawa viumbe walivyoumbwa huwa hawapendi kulalamika sana, hasa kwa mwanaume. Hivyo atakwambia kidogo tu then ataacha, lakini kumbe moyoni tabia yako hiyo inamkera sana. Ni basi tu anashindwa afanye nini, na huenda tabia hiyo tu ikampelekea kupunguza upendo kwako. Hivyo basi jitahidi kurekebisha pale ambapo anakuomba urekebishe. Hata kama itakuwa ni marekebisho ya nyumba, jitahidi kufanya hivyo kama uwezo huo upo. Naomba kwa leo tuishie hapa, na katika darasa lijalo inshallah tutakuja kumalizia sehemu iliyobaki. Mwandaji wa somo hili ni Dr. Rajabu Mpangalala. Mimi ni Thomas Mwita. Mpaka wakati mwingine, see you on the bed.